Vijana anataka kuonja kila kitu. Kijana wangu hapa amesema habari ya mshangazi. Anataka kuonja hata mshangazi. Anataka kumuonja na mshangazi. Lakini kumbe sio kila kitu cha kuonja. Vingine ni super glue. Ukivionja vinanasa, havitoki mwanangu. Matatizo ya mshangazi yako hivi. Mshangazi amekunja ukurasa. Labda amezaa watoto wake. Kweli anakupa 2 milioni. Na unakunja kila mwezi. Lakini amekunja ukurasa, amemaliza. Yeye ana uzao ya mkini, ana watoto wake wa kutosha. Wewe umekaa pale saidi ya fundi. Saidi ya nini? Fundi. Maana yeye tayari amejaza ukoo wake nyumbani. Lakini wewe utabaki duniani uking'amng'amu, una kitu. Unataka kumiliki mke. Umejiandaje? Unataka kumiliki mume. Umejiandaje? Yawezekana umechumbiwa mara nyingi, umeachwa kamdomo. Kamdomo. Watakuacha. Maana kwanza hawataki hivyo umwambie, yani usiombe sana mpaka ukageuza hivi wa kike kama mimi. Na mimi nimepitia hapo, ni kwa dada kama wewe. Kijana akikuona unapambana atakuchukua. Sasa ningetamani kupata maswali hata kama ni chukundi kidogo tu kutoka kwa watu kadhaa. Nitaanza na Samu hapa kuelekea kwa wengine. Karibu. Asante. Nimefarijika kusikia maswali ya uongoza mdahalo, lakini mimi nilikuwa na swali kwa Mama Saitoti mwisho kabisa pale. Kuna wengine rafiki zangu walikuwa wananong'oneza huu mwaka wanatamani wamalize mahesabu. Wavute jiko. Hivi watu wanaoaje? Yaani unajua kuna ile, yani tufanyaje sasa ili sasa na sisi tuwe na wenza. Hiyo mikakati. Tuna mikakati, tunaweza tukapanga kwenye diary, tumeandika. Kama Instagram vile iwe inakuja kila siku. Lakini sasa wanafanyaje? Si ndio wazee? Wanafanyaje? Mama, naomba ukitujibu hili mwaka huu tunaoa. Nitapokea swali lingine hapa. Karibu. Asante. Mimi na swali kwa kaka yangu hapo Kevi. Sasa hivi vijana wengi, hasa sisi tunaosomea masuala ya uandishi wa habari, tumekuwa tukijiuliza maswali kadhaa. Tutaajiriwa lini? Lakini pia napendaga kukaa na rafiki yangu, tukianza kuongea anaanza kuniambia, "Wewe utamtoa Godfrey Monyo kweli mpaka aje azeeke?" Lakini nikikuona wewe na umri wako naweza nikasema ni kama umewahi kuajiriwa kwenye media kubwa. Je, sisi vijana tufanyeje? Swali ambalo mimi nilikuwa nataka kuliuliza, nimeona yamezungumziwa masuala ya ndoa na ni jinsi gani kama mwanaume au mwanamke anaweza kuingia kwenye ndoa. Na tukiangalia mada yetu iliyotuweka hapa inahusu mambo ya mipango. Nowadays nizungumzia sana upande wa wanaume kwa sababu tumeshaona mama alituambia mwanaume is a provider, mwanamke ni msaidizi. Nowadays kuna vitu vimeibuka, tunasema mashangazi. Na ukiangalia tumeshaona kwamba tayari vijana wanapata ugumu ni jinsi gani wanaweza wakatumia kile walichonacho kwa ajili ya kujifanikisha katika kipato. Sasa mfano mzuri ni kwamba kijana wa leo amekuja, huyo mshangazi sasa. Mimi nasema ni mtu mzima. Amekuja akakuofa maybe 2 millions per month anakuwa anakupea. Alafu pia kuko na apartment ambayo ameshakulipia. Of course na unapitia katika kipindi kigumu au tayari kama kijana una mawazo fulani ili uweze kuja kuwa na wewe kama mtu fulani ambaye amefanikiwa. Sasa swali kubwa ni kwamba je, tunawezaje kujisaidia sisi vijana au vijana wanawezaje kusaidika
ili kuondokana na hivi vitu, kwa sababu tunaona tayari mwanaume atakavyokuwa amepata mshangazi ni kwamba ile nguvu yake ya kuweza kufikiria kwamba mimi kesho nitakuwa baba ambaye nitahitajika kuhudumia familia yangu, tayari ni nini, ile power inakufa. Kwa sasa kama vijana tunasaidiwaje katika hilo? Asante. Japokuwa swali lake linapigiwa makofi, lakini ni changamoto kidogo. Miaka ya zamani wanaume walikuwa hawawezi kukiri udhaifu, si ndio? Lakini sasa hivi miaka sio mingi, group la wanaume litakuwa ni special. Kuna maswali mawili yameenda pale kwa Mama Lina, lakini pia Bwana Kevi alikuwa anatamani kulijazia. Sasa nitampatia nafasi ya kumjibu moja ya watu ambao walielekeza swali kwake. Baadaye hapo utakazia pale kwa mama tupate majibu kwa jumla. Karibu. Asante. Na nafikiri kabla sijajibu nilikazia ile swali kwa mama, natamani kupata majibu nami kijana pia sijaoa bado. Moja ya tatizo sasa hivi, si tuko wengi huku tunazungumza wenyewe kwenye mitandao tukikutana, kuna wimbi kubwa la vijana na wanaume wasiotaka kuoa. Yaani wanaiona ndoa kama jehanamu. Tumegeuka kusema kwamba nikijaliwa mtoto mmoja mimi na wapili bana na mtu yeyote, imekuwa hivyo. Utatusaidia hapo hili jambo tunaliondoaje? Lakini mzee wangu, mzee Muna, mchungaji, utatusaidia pia. Hili jambo limekaa kiroho kiasi. Siko peke yangu, wako vijana wengi ambao wanaona kama kuoa ni jambo la kijinga sasa hivi. Labda ni kutokana na matukio wanayoyaona ya ndoa. Sasa sijui tufanye nini. Sawa, naomba nimjibu kijana mwenzangu, na kwanza usiogope. Siku hizi media kubwa zimeanza kubadilika. Kuna kama miaka 5 hivi ya wameanza kureform baadhi ya vitu, ikiwa ni pamoja na kuamini zaidi vijana. Tukiangalia kwenye reporters sasa hivi vijana ni wengi. Iko mifano tunaweza tukaitumia. Yaani vijana tulikuwa tunahitaji, sio kama hatuna uwezo, tulikuwa tunatamani kupata mifano kwamba mimi kama fulani mbona naweza nikafika kama fulani. Inawezekana. Kwa hiyo hizi media zimeanza kuamini vijana, na hata hao ambao unasema utamtoaje, nyakati umeziona zinakuja. Wewe umesoma, una ithibati, maana yake umethibitishwa, au kama hujaipata maana yake vyeti vipi vya kukufanya upate ithibati. Wako wengi waliondoka kwenye mifumo sasa hivi uwaoni, na ambao pia ilikuwa ni maumivu kwa sisi wafia taaluma. Mimi ni mmoja kati ya wafia taaluma, yani naipenda sana taaluma niliyosomea kuliko chochote, lakini haimaanishi kwamba nilishindwa kufanya kitu kingine. Kwa hiyo usiogope, focus, lakini pia chagua kitu kimoja katika hii taaluma tuliyosoma. Yani usiwe ni mtu wa kila kitu. Mimi naweza kushuti, lakini naweza kutumia sauti yangu, lakini niliamua kuitumia sauti yangu kama chaguo langu namba 1, ili watu wanapokuja wajue wewe una identity gani, unatambulishwa na nini. Kingine, wakati wa kujazia jibu lako, amezungumza hapa kaka yangu Inspector. Kwanza nina heshima kukutana na wewe, nimekuwa nikiona clips zako tu. Kuhusiana na mitandao ya kijamii unayoitumia wewe na kijana mwingine. Wewe ni mwandishi wa habari au kuna taaluma nyingine uliyosomea? Hakikisha mtu akifungua Instagram yako anajua wewe ni mwandishi wa habari. Asijue wewe ni mwanamitindo. Unavaa tu na kupiga picha na kuposti. Kama kuna kitu unaweza kukifanya ni cha sauti, record clip yako weka. Una simu sio mbaya, sio nzuri, lakini unaweza kufanya kitu. Siku hizi kuna vimic vidogo watu wanavyo. Record kitu kiweke. Yaani kuna mtu anapita atavutiwa na wewe. Kuna vijana fulani wanafanya kama vichekesho kwenye utangazaji, wapo kule wanajiita street journalist. Sasa hivi anafanya kazi kwenye media kubwa kama ushamfuatilia. Mtu ameona tu anafanya, kaamini huyu anaweza kufanya kitu fulani. Kwa hiyo hii mitandao pia tuitumie katika tumia neno gani lisiwe baya? Kujitangaza, sababu neno kwa nataka nitumie hapa ningekuwa baya zaidi. Kujitangaza na kujitambulisha kwa watu. Yaani ili upate shabiki lazima umwambie unafanya nini. Sio kwenye maneno, fanya. Sam leo mimi pamoja na mambo mengine sisi tumekutana kwenye kamera. Yaani amenikuta kwenye kamera lakini alishawahi kuniambia hii sauti unatembea nayo unataka kufanya nini? Wakati huo sina wazo, sijui nitaenda wapi. Lakini leo kuna sehemu walau tunaweza yeye akakaa akaja tukapiga story hiyo sehemu na tukafanya kitu kikaeleweka. Kwa hiyo tujitambulishe kwa watu kwenye kile ambacho tunakiendea. Yaani kama wewe ni mwandishi wa habari, ni mtangazaji, sababu kwenye uandishi kuna mawanda mapana. Kuna PRO ama afisa habari wote wanatokana na sisi, kuna wapiga picha wanatokana na sisi, kuna wanaoshoot video wanatokana na sisi. Tunaweza kufanya hivyo. Watangazaji ndio usiseme. Sasa fanya kitu ambacho kiko ndani yako wakijue. Kwenye picha kwa mfano, mimi nilikuwa napiga picha za harusi. Ili wajue nafanyaje? Kwenye mtandao.
tengeneza account pale, jina zuri, fanya kazi nzuri kwa uaminifu, naweka kwenye mtandao. Mimi napata wateja kupitia mitandao bana, tunaweza tukafanya kazi, ndio bei package nayo. Sasa watajuaje kama wewe una ile kujisemea ndani, mimi napiga picha kuliko mpiga picha yoyote? Kisha nini? Tuoneshe unachoweza kufanya. Watu wanahitaji huduma, watu wana matatizo, wanataka suluhu ya matatizo. Watu waliokaa wakaanzisha vyombo vya habari walijua watu wanataka habari. Sasa mwandishi wa habari ukikosa habari chombo cha habari hakina kazi. Kwa hiyo walivyojua hilo tatizo lipo, wakatafuta chombo cha habari. Baada ya chombo cha habari, tafuta wanahabari wa kuitoa habari na kuitafuta habari. Hivyo hivyo tu kwenye waliojua kwamba mimi leo natakuwa nisikike kama ninavyozungumza na nyie kwa urahisi, situmii nguvu kubwa, wakaleta microphone moja ya kifaa nachokipenda zaidi. Waliojua kwamba mtu anatakuwa huyu anayezungumza tutaaminije ni yeye, wakasema kamera ziwepo, akisema na kuonekana tumwamini na kumuona. Yaani kuna mtu yuko huko duniani leo akiona clip baadaye au video baadaye anajua tulikuwepo hapa jioni ya zamani maskani ya vijana. Nafikiri ile jibu linakutosha sana, na wala usiogope. Na hata kama umesema miaka mingapi? 2. Mbona michache? Sasa na bado unaendelea. Sasa kikubwa ukipata nafasi ya kujitolea kwenye chombo cha habari, fanya. Usione kama ni mateso, ona kama ni sehemu ya wewe kuendelea kusoma. Mimi nimefanya kazi Arusha kwenye radio toka mwaka 2015. Nikaacha kazi mwenyewe mwaka 2017. Na sikuacha kazi kwa sababu sio kama niliacha kazi nikakaa nyumbani, nilipata fursa nyingine. Nikaacha kazi kwa kuandikia, na naomba nisitishe kujitolea. Sababu nilikuwa najitolea miaka yote 2015 mpaka 17. Na nyumbani wananisikiliza kwenye radio, wanajua sasa kuna ugali utakuja, huyu amepata kazi huyu. Usiogope, waambie ukweli familia yako. Sio kila mtu anaweza kumwambia ukweli. Waambie familia yako ukweli. Yaani kama baba na mama, waambie hapa najitolea. Wasianze kudai ugali mezani ambacho hujakipata. Lakini kingine tusiogope. Tusiache kuvumilia, japo usivumilie kwenye ujinga. Hiyo napenda kusema hivyo hivyo tu. Tuvumilie, lakini usivumilie kwenye ujinga sana. Kama kuna vitu unaona kinafaa kuvumilia, vumilia. Usiwe msemaji sana kwenye taasisi za watu hizi. Ukienda ukipata nafasi ya kujitolea, ujitolee, fanya kwa usahihi, nyoosha. Kama ni kazi fanya vizuri. Mpaka mwajiri akitaka kukuachia ajiulize, huyu naachia mtu. Kwa hiyo tukipewa nafasi tufanye kweli kwa ajili ya kuwakilisha vijana wengine. Kwa sababu mimi siamini kama baada ya mimi kupata kazi vijana wote wamepata kazi. Yaani kuna watangazaji wengi wana uwezo mkubwa. Nimesoma nao, ambao sijasoma nao wako huku nje huko. Hawana kazi ya kufanya. Hawafanyi hii kazi. Sasa bado hiyo nafasi uliyoipata sio guarantee kwamba wewe ndo wa mwisho. Kwa hiyo fanya kwa usahihi, fanya vizuri, na muombe Mwenyezi Mungu pia. Nafikiri inatosha. Mama karibu. Asante sana. Nina maswali 2.5. Maswali 2 na nyongeza 1. Nataka tu niseme kwa vijana, ndoa, maisha ya pamoja. Unaishi na mtu ambaye hukuwahi kuishi naye kabisa utotoni. Mnakuja kukutana kwenye utu uzima, hujamjua sana na unamchukua. Lakini mahali ambapo sasa hivi vijana wanajichanganya tofauti na zamani, utandawazi umechangia sana. Mmomonyoko wa maadili kimekuwa kipengele kikubwa sana kwa sababu ya utandawazi. Amezungumza ndugu yangu pale akasema tutumie utandawazi katika uzuri na katika ubora. Lakini kuna adui ambaye yuko kinyume na Mungu ambaye ametuweka duniani. Yeye analazimisha kuingiza yale mabaya kwenye fahamu zetu, na yale mema anatunyang'anya. Kwa sababu kwenye mitandao kuna kila kitu kizuri, lakini kuna kila kitu kibaya. Ni wewe uchuzi, nichukue kipi, niache kipi. Sasa vijana wa leo, yawezekana sio wewe, lakini vijana wa leo, labda ni wale waliobaki ambao wako hapa, wanayachukua hayo mabaya. Vijana anataka kuonja kila kitu. Kijana wangu hapa amesema habari ya mshangazi. Anataka kuonja hata mshangazi. Anataka kumuonja na mshangazi. Lakini kumbe sio kila kitu cha kuonja. Vingine ni super glue. Ukivionja vinanasa, vitoki mwanangu. Unatembea navyo milele. Kwa hiyo sio kuonja kila kitu, ni super glue. Kwa tusiguse.
Unataka yani jifikirie. Yani anasema hivi, fikiri kabla ya kufanya nini? Kabla ya kutenda. Nafanya hivi, alafu nitumie mfano mdogo tu. Unajua kabisa nikinywa maji yasiyochemshwa bombani ni kipengele. Kuna wajamaa, daktari yuko hapa, watakutembelea. Lakini unasema ya bombani ndio matamu. Baada ya hapo, yani ni vitu kama hivyo. Sasa nawaambia vijana wangu, usionje kila kitu. Mwingine ana mtu wake kabisa ambaye wamekubaliana vizuri. Lakini bado akiona mwingine anasema mbona anatetemeka mwili mzima akitembea. Lakini yule wa Kongo akienda ni kama anarudi. Amua kabisa. Mnanielewa vijana? Amua nini? Kabisa. Sasa matatizo ya mshangazi yako hivi. Mshangazi amekunja ukurasa. Labda amezaa watoto wake. Kweli anakupa 2 milioni. Unakunja kila mwezi. Lakini amekunja ukurasa, amemaliza. Yeye ana uzao ya mkini, ana watoto wake wa kutosha. Wewe umekaa pale saidi ya fundi. Saidi ya nini? Fundi. Maana yeye tayari amejaza ukoo wake nyumbani. Lakini wewe utabaki duniani ukingamngamu, una kitu. Hujaacha mtu, hujaacha mbegu. Na sisi wazee tunapenda wajukuu. Ndio maana pia dunia inapiga kelele ndoa za jinsia moja ambazo zinaleta matokeo mabaya. Hayo yote ni mambo ya kuangalia. Sasa niseme hivi vijana wangu, unataka kumiliki mke, umejiandaje? Unataka kumiliki mume, umejiandaje? Yawezekana umechumbiwa mara nyingi, umeachwa kamdomo. Kamdomo. Na kuagiza, ulete nyama nusu kilo. Nataka cheni ya gold. Nataka sijui na viatu vyenye nani, vile vya kutoboa ardhi hata simenti. Watakuacha. Maana kwanza hawataki hivyo umwambie, yani usiombe sana mpaka ukageuza hivi wa kike kama mimi. Na mimi nimepitia hapo, ni kwa dada kama wewe. Kijana akikuona unapambana atakuchukua. Mimi wakati nikiwa mama kijana, alinifuataga kijana mmoja ambaye nilikuwa naishi naye. Akaniuliza, mama, hakuna binti aliyebakia kule kwa mama yako? Nikamwambia wameisha. Kuna kitu alifanya nini? Alijifunza. Usikubali kila kijana akutembelee au kila binti akutembelee. Nisifumue sana, si unaelewa? Nilichoelewa jamani. Wasikuchungulie. Usikubali kuchunguliwa wa kike na wa kiume. Unachunguliwaje? Unapita hapa nasema, hivi unamjuaga yule? Ana kiraka kikubwa hapo makalioni. Maana hivi umekubali kuchunguliwa. Siku hizi kila kitu si kiko wazi jamani. Na sisi hapa tuko watu wazima, ndio maana tumekuja. Ndio maana tunajaribu sasa kula vya watu wazima. Sasa usile vya watu wazima kama hujajipanga. Wewe unasema unamiliki. Hujamilika hata mche wa pilipili. Mche wa nini? Wa pilipili hujaumiliki, lakini unataka kumiliki mke. Miliki kwanza mche wa pilipili, ukiamka asubuhi unausalimia na bobo la maji na kikombe cha maji. Kwa sababu unatarajia kutunza uhai wa vitu duniani. Sasa una chochote, unasema naoa. Tutakusaidia harusi, tutakusaidia maisha mwanangu. Maisha ni mapambano yako kwa mwenyewe. Yawezekana ukiwa kijana, kuna mahali nilizungumza nikasema, unapiga ngeu. Sasa utazipiga ngeu zitaisha. Zikiisha utaenda kwa nani? Jipambanie, jipange, kaa chini. Tumefundishwa habari ya kujiandaa na kuweka malengo. Yule mtaalamu alizungumza habari ya malengo. Mimi nimeweka ya kwangu hapa. Mapema, yako hapa na yapambania usiku na mchana. Alafu usichague kazi, fanya kazi. Unalala unaamka saa 2. Hebu mwangalie wa kushoto na kulia. Mwambie umetandika kitanda. Hiyo tu, moja tu. Ulitandika asubuhi au umeacha Yesu kafufuka? Yaani ulivyonyanyuka ukaweka mguu trip. Yaani saa hii ukirudi unafanya rip. Hii sasa ndio tunaanzia hapo. Hayo mambo madogo ndio yanayovunja nini? Yanaovunja ndoa. Unachelewa kurudi, jifunze. Mimi sasa hivi tuna umri na mume wangu miaka imeenda.
hata tukiimba kale kawimbo sweetie sweetie baby haikuwa rahisi hapo kufiki ndio, kwa sababu nimemuelewa, si ndio jamani? Nimemuelewa. Usikubali wa kuwekea huo wimbo kwenye harusi yako bado kabisa. Yaani hujavuka hata mfereji wa maji machafu bado sana. Tunapoenda tunapanda milima tunaelewa. Sasa mume wangu mimi nimemuelewa. Tulikuwa tunakurupushana mpaka barabara gari yetu irudi lami. Shughuli nilikuwa natembelea kwenye barabara ya vumbi tu. Sasa nataka niwaambie hivi vijana wangu, jipange sawa sawa. Na mpaka mshangazi, huyu kijana ameuliza swali zuri sana. Mpaka mshangazi akukamate na wewe unayonga mpaka mshangazi akuone. Anakuitaje? Wale wa Kristo wanajua story moja ya kijana mmoja anaitwa Yusufu. Mshangazi alitaka kumdaka. Akamwambia oya mother, tuheshimiane. Akala rodi. Akaingia mapori. Alafu akatokea rumande akatokea mheshimiwa. Jiheshimu utaheshimiwa. Asante sana.